Yani hauwezi amini kwa macho yako, wanasiasa wanafanya drama, lakini wanafunzi wakifanya hizo drama wanakasirika. Unaona huyu jamaa ni governor wa kule Kilifi. Anashuka gari, anaenda anajipanga hapo kukaribisha CS wa Interior Murkomen, na wamekuja pamoja safari moja. Yani utoke Nairobi, uende Ushago, ushuke gari ukaribishe bibi yako nyumbani. Alafu ujifanye hapo hivyo, kukoaje, habari hapa hivi, kukoaje, karibu, salama sana, aki. Sasa hii ndio drama ambayo nilikuwa nawaambia ya kwamba wanafunzi wakiiga vitu kama hizi ni makosa gani. Watch this video kwanza. Na hii dunia ni kidogo sana. Baada ya kufika kule, nataka uangalie video ambayo iko hapa. Kuna huyu jamaa ambaye alikuwa ni county commissioner kule Nakuru, ambaye alikuwa pige huyu jamaa Murkomen mangumi. Wameweza kukutana tena na Faruk Kibet akamlazimisha kuomba Murkomen msamaha. Watch this video tukiendelea. Wenda kumbafu. Kwani hivi vituma Mungu ameniandamu tandika. Kwani kazi lazima tufanye kazi. Hakuja kunitusi kwa kazi yangu. Wewe. Kwani hii area sio ya kulitunga Murkomen. Hii area sio ya Kori. Alafu mliambiwa huyu Faruk Kibet ni ana run government. Nataka uone ako hapa kwa hii video. Ndio huyu anamwambia wewe sasa wacha story mob, omba huyu msamaha. Ulikosea. Omba Murkomen msamaha, hiyo story ishe. So hao ni wanasiasa, mambo ni yao, drama ndio nyingi. Kwingineko walimpeach Rigathi Gachagua kwa sababu ya shares, naye William Samoei Ruto ameamua kurudisha the same shares katika mdomo wake na katika siasa zake kule Nyanza. Sikiza hii video. Na hiyo share yao sio share ya watu wengine, kila mtu atapata share yake. Therefore it is possible for us, watu ya bara wapate share yao, watu ya mlima wapate share yao, watu ya bonde wapate share yao, watu wa hapa wapate share yao. It is possible for us to have a nation where all of us partake of the national resources and national development. And we must get rid, and I agree with Junet, we must get rid of the past formulas that skews development to one part and against other parts. We must do it right. And that is why hata huyu Amka Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Yes. Sisi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Sio? Unajua tukiitisha hiyo mkutano tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Sio? So twendeni mosmos. Ile kitu mimi nataka niwaambie ni kwamba vile ndugu zangu wameongea hapo mbeleni, sio lazima sisi wote tuwe katika ndani ya serikali. Ni kweli. Lakini nani alisema kuna watu wamechaguliwa wawe wanakaa tu nje ya serikali all the time? Kuna mtu alisema kuna watu wamepangiwa kukaa nje ya serikali miaka yote? Hapana. And that is why tuambiane ukweli. That is why baba na mimi tuliketi chini tukasema it is time for us to work on a formula that brings inclusivity and brings all of us to appreciate that it is not necessary for one to get out for one to be in. Sio lazima mtu atoke ndani ya serikali ndio mwingine aingie. Na ndio tulikataa ile maneno ya wale walikuwa wanatupangia mambo ya shares. Kusema kuna watu permanently wanafaa kukaa nje, wanakaa ni kupaguliwa miaka yote. And that is why I am confident and I speak straightforward that
we must get rid of the politics of ethnicity, division, ile siasa ambayo ni ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kubagua watu wengine. Hiyo siasa tunataka kuondoa katika taifa letu la Kenya. Na inawezekana my friends, inawezekana sisi wote tuchangie katika kuendesha serikali ya Kenya. Inawezekana. That is why that's what broad-based has taught us. It has taught us that we can be together, that others must not be out for others to be in. We can all be there. Sasa niwaulize, simzee baba yetu hapo Oburu ameongea, amesema anataka watu wa hapa wapate share yao, na hiyo share yao sio share ya watu wengine, kila mtu atapata share yake. Therefore it is possible for us, watu ya bara wapate share yao, watu ya mlima wapate share yao, watu ya bonde wapate share yao, watu wa hapa wapate share yao. It is possible for us to have a nation where all of us partake of the national resources and national development. And we must get rid, and I agree with Jeanette, we must get rid of the past formulas that skews development to one path and against other paths. We must do it right. And that is why Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna anaongea na nguvu. Mimi ni mtu mdogo, lakini kiti ambacho nimekalia ni kikubwa sana. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Kiti cha katibu mkuu wa chama lazima kiheshimiwe. Sisi ndio tulianza hii kitu. Lakini kuna zingine, Mheshimiwa Rais, wanasema Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kazi yako ni ngumu sana. Ukinisukuma sana, nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Unajua tukiitisha hiyo mkutano, tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Hiyo vita nimeona inakuja ni kali sana, Your Excellency, wacha tukwepe. Unajua ukiona mawimbi imetanda, isikunyeshe, unaingia kwa nyumba haraka. Junet amesema yake, hata mimi na yangu. Sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Ruto must go. Kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go, kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Unajua Mheshimiwa Rais, kwa siasa kuna thermometers ya kupima nayo joto. Thermometer ya Kenyan politics vile unajua ni baba. Yeye ndio anaweka chini, yeye ndio anaweka juu. Yeye ndio anapima temperature ya siasa ya Kenya. And I agree with Junet. Mimi nilikuwepo pale tukiandikisha mkataba na chama cha UDA. Lakini nani alisema kuna watu wamechaguliwa wawe wanakaa tu nje ya serikali all the time? Kuna mtu alisema kuna watu wamepangiwa kukaa nje ya serikali miaka yote? Ulikuwa unasema Mheshimiwa Rais kwamba tuheshimu sheria ikiwemo sheria ya vyama. Mimi nataka kukuomba kwa sababu tumeambiwa ati siku hizi treasury inalala Sindo. Sijui chairman ya budget ako hapa ni mtu ya ODM. Tuko na chairman ya budget kwa bunge, anaitwa Samatandi. Tuko na Mbadi kwa treasury. Mheshimiwa Junet, wakati unaangalia hiyo mabudget, tafadhali wekea wanachama wa ODM pesa yao. Sasa hii mimi ndio kama leader ya bunge ndio naangalia hawa vile wanafanya kazi, vile wamegawa mali na rasilimali ya Kenya. Zamani nilikuwa naona tu kwa view sasa. Na mimi jambo ya maana sana najivunia katika bunge kama minority leader, one of my biggest achievement was to impeach your deputy. And I agree with Junet. Huyo mtu alikuwa mtu hatari katika nchi yetu. Sasa hii mimi nikiona yeye analia kwa TV, mimi nafurahi sana, naweka chai kwa kikombe nasema waendelea kulia. We must get rid of the past formulas that skews development to one path and against other paths. Sasa hii chairman ya health committee na report kwangu Dr. Nyikal, na ulisa panga weka hospitali huko namna hii. Na mtu yoyote atakuwa na tabia kama ya Rigathi Gachagua, impeachment inakuja. Uwe minister, uwe deputy ingine, uwe sijui nani, wembe ni ule tu. So twendeni mosmos. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Let us not mix politics with our young children. Tuache watoto wasome. Hiyo ni mwiba wa kujidunga, Mheshimiwa Rais. Ukiwa ukitaka siasa, fanya na adults, usiende kwa watoto. Chanzi sana.
Wapumbavu sana. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the riot act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. This is the first time I'm meeting this man Ruto after the election. Tuambiane ukweli. I would like you, Mr. President, go and call Butere girls and their principal to State House, have tea with them, tell them thank you, and then visit their school, harmonize relationship with the school kids. Otherwise, watoto wadogo saa hizi wanakuchukia because of the mistake that was done by your juniors. Correct them. May I take this opportunity to go and sit down to thank Baba? If you did not do what you did, this country would have burned. But we don't want to burn this country, Mr. President. I want you to go and tame Farouk and group. Waambie wakae chini. Because this country is bigger than them. You are my president. Then I'll come and have tea with you. Thank you very much. Kiti ya Mr. Speaker tulikalia. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya, mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa. Unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea saidi yote ukabila, siasa wala dini.